Haiwezi kusimulia vita ya historia ya Majimaji bila kumtaja shujaa wa kabila la Wangoni, Nduna Songea Mbano. Jina lake linatupa hadithi ya historia ya mji wa Songea. Awali mji huo ulijulikana kwa jina la Ndonde hadi mwaka 1906. Songea alikuwa ni miongoni mwa wasaidizi wa chifu waliojulikana kama Nduna, yani Manduna 12 wa chifu la kabila la Wangoni aliyejulikana kama Nkosi kulingana na tamaduni za Wangoni, yani chifu aliitwa Nkosi. Jina la chifu alikuwa akiitwa Mputa bin Ngwenzelapa Gama. Manduna wengine walikuwa ni Mgendela Mawaso Gama, Kahongo Magagura, Mputa Mkuzo Gama, Magodi Mbamba Mbano, Mkeketa Muyamuya Tawete, Fratela Fusi Gama. Wengine ni Maji ya Kuhaga Komba, Zimamoto Gama, Mpambalio Soko Msalawani, Mpeta Hawaya Gama. Nduna Mkomanile ambaye alikuwa ni mwanamke pekee katika kundi hilo. Nduna Songea Mbano alikuwa ni maarufu kuliko manduna wenzake. Chifu Mputa Gama alikuwa anamtegemea katika kuwaongoza manduna wenzake na wapiganaji wa vita ya Majimaji kiujumla. Mhifadhi kiongozi wa makumbusho ya taifa Majimaji Songea, Philipo Maligusi, anasema sifa kubwa zilizompa umaarufu Nduna Songea Mbano ni weledi wake katika kuandaa mikakati ya kivita na misimamo isiyoteteleka katika kusimamia uamuzi anaofanya. Maligusi anasema kutoka katika viwanja vya makumbusho hayo kuwa Songea Mbano alikuwa maarufu kulinganisha na wenzake 11. Mbano aliweza kufanya kile alichokuwa akikiamini, na uthibitisho wa jambo hilo ulianza kujitokeza Julai 12 mwaka 1897 katika viwanja vya Bomani kwa mkuu wa wilaya wa Ujerumani Luten Engelhard. Maligusi anasema kwa rekodi zinazoonyesha kuwa tarehe hiyo Nduna Songea Mbano alionekana kuwa ni mtu wa kipekee katika idadi ya manduna 11 kwa kitendo chake cha kukataa tamko la utawala mpya wa Ujerumani la kutaka Wangoni wakomeshe biashara ya utumwa. Siku hiyo ilikuwa ni siku rasmi kwa utawala wa kikoloni kuanzishwa katika mji wa Songea chini ya Luten Engelhard, jeshi la Kijerumani ambaye alikuwa ndiye mkuu wa jeshi wa kanda ya kusini. Wajerumani walipofika kuanzisha makoloni yao katika maeneo ya ukanda wa kusini, walikutana na upinzani kutoka katika tawala za Kiafrika, hususa tawala za Kingoni. Maligusi anasema Wangoni walikuwa na tabia ya kwenda mikoa ya Lindi, Mtwara kuvamia na kuchukua mateka na kuwapeleka Songea kuwafanyisha kazi katika maeneo yao ya utawala. Tabia hiyo ya Wangoni iliyochukiza Wajerumani kwa kuwa wageni hao walikuwa wanaheshimu makubaliano yaliyofanyika kutoka kwenye mkutano wa Berlin wa mwaka 1884 hadi mwaka 1885. Katika mkutano huo, moja ya makubaliano ilikuwa ni pamoja na kila nchi yenye koloni barani Afrika lazima ikomeshe biashara ya utumwa. Wajerumani walikuwa wamejiimarisha katika mikoa ya Lindi na Mtwara. Walipofika Ruvuma wakatoa tamko kwa Wangoni hawaruhusiwi na hataruhusiwa tena kwenda Lindi na Mtwara na maeneo mengine kuchukua mateka, na kwamba mateka wote walikuwa chini ya himaya ya Wangoni waachiliwe huru. Baada ya Wajerumani kutoa tamko hilo, Nduna Songea Mbano alijitokeza na akapinga agizo hilo. Nduna Songea Mbano alisema utawala wa kabila la Wangoni hauwezi kutekeleza tamko hilo na kwamba msimamo wao ni kutotambua utawala wa Kijerumani na hivyo hautatekeleza agizo hilo la wageni. Anasema tamko la Wajerumani lina lengo la kudhoofisha utawala wa machifu na manduna katika maeneo yao kwa kuwa walifuata kanuni zao za kimila na kitamaduni. Kutokana na msimamo huo, Wajerumani walimuona Mbano kuwa ni mtu hatari katika utawala wao, hivyo wakaanza kumfuatilia nyenendo zake kwa sababu alionekana kiongozi shupavu, mwenye msimamo mkali na anayezingatia heshima na utu kwa kabila lake. Alionekana ni mtu mwenye uwezo wa kufanya kazi katika mazingira yoyote kwa kushirikiana na wananchi ambao walikuwa wanamheshimu na kumsikiliza. Maligusi anasema Mbano alikuwa na uwezo wa kuunganisha wananchi na kuwa na umoja, upendo na mshikamano, na kwamba alikuwa akieleza jambo walilifanya kwa uaminifu na kwa ukamilifu. Anasema kuanzia hapo Nduna Songea Mbano aliendelea kujizolea umaarufu baada ya kutamka kuwa yupo tayari kwa lolote lile na hawezi kukubaliana kuona tawala za Kiafrika zinadharauliwa na wakoloni.
Waliamua kualika machifu na manduna wote Julai 13 mwaka 1897 bomani kwa mkuu wa wilaya wa kwanza katika nchi ya Ungoni, na kueleza kuwa mtu yeyote katika eneo atakayekaidi amri yoyote kutoka kwa uongozi wa Wajerumani atapigwa risasi na kunyongwa hadi kufa au kufungwa maisha. Siku hiyo hiyo machifu na manduna walichukuliwa hadi juu ya mlima wa Shabaha Chandemali na kuonyeshwa nguvu ya risasi inavyoweza kufanya kazi katika mwili wa binadamu. Lengo la Wajerumani kufanya hivyo ni kuonyesha wenyeji kwamba silaha jadi za kimila za Wangoni haziwezi kushindana na nguvu ya risasi. Licha ya Wajerumani kutoa vitisho, Mbano aliendelea kushikilia msimamo wake wa awali wa kuchukia utawala huo wa wageni. Aliwatetea wa Afrika hadi ilipofikia vita ya Majimaji. Mbano anatoa ushindani mkubwa katika vita hiyo na kuonyesha ustadi kwenye mapambano. Katika sehemu zote ambazo Wajerumani walipigana, wameandika kuwa hawakupata ushindani mkubwa kama waliopata katika mkoa wa Ruvuma zamani chini ya Ungoni. Viongozi wao wa Wangoni hawakuwa wanafiki, walijitoa kusaka ukombozi wa kweli na hadhi ya tamaduni zao. Idadi ya watu wengi walionyongwa katika historia ya nchi yetu walitoka katika himaya ya Nduna Songea Mbano, na ushahidi upo wazi kuwa watu 67 walihukumiwa kunyongwa hadi kufa, ikiwemo yeye mwenyewe Nduna Songea Mbano. Katika kuonyesha kuwa Mbano alikuwa na uwezo wa kufanya mambo kwa weledi bila kusaliti dhamira yake, kuanzia mwaka 1897 alianza kuandaa jeshi la kupambana na utawala wa Ujerumani. Alianza kuchukua watu na kuwapeleka juu ya mlima wa Chandamari. Alifanya nao mkutano na kutoa mafunzo ya kivita na kueleza kuwa kwa nini wanawachukia Wajerumani. Katika mlima huo ndipo alipoeleza kwa kina madhara ya kukubali utawala wa Ujerumani na kutoa ahadi kwa wananchi wake ya kuondoa wageni hao. Anawaeleza wananchi kuwa eneo hilo ni lao na wamekuwa wakiishi siku zote chini ya utawala wao. Sasa inakuwaje waletewe watawala wapya wakati wao hawahitaji? Chokochoko hizo zilizaa vita ya Majimaji, na wakati mapigano yakiendelea, Wajerumani walianza kumtafuta Mbano ili wamkamate na kufanya naye mazungumzo ya maridhiano. Wakati huo huo, Mbano alikuwa amejificha kwenye pango lililopo kwenye mlima wa Chandamari, na usiku hukutana na askari wake nje ya pango hilo na kuwapa mafunzo zaidi ya kivita. Maligusi anasema Mbano alikuwa anaishi na ndugu zake katika eneo la Mateka katika manispaa ya wilaya ya Songea. Kwa mujibu wa Maligusi, wakati wa vita Mbano alikuwa anajificha katika pango hilo ili Wajerumani wasimkamate mpaka atakapotimiza malengo yake. Wajerumani walipoona wanaendelea kupata madhara makubwa kutokana na vita hiyo, waliamua kuwakamata ndugu, jamaa na marafiki wa Mbano. Miongoni waliokamatwa ni Chifu Mputa Gama na manduna wengine. Walifungwa gerezani kwa lengo la kumdhoofisha Mbano ili abadili msimamo na akubaliane na utawala wa Wajerumani. Baada ya Wajerumani kufanya hivyo, Mbano alipata taarifa na akaamua kutoka kwenye pango hilo na kwenda kwa wageni hao kutaka watu wake waachiliwe ili mapambano yaendelee. Wajerumani walimkamata, akawekwa gerezani. Utawala wa Wajerumani uliamua kutoa hukumu kwa wafungwa hao, akiwemo chifu wa kabila la Wangoni kunyongwa hadi kufa. Wafungwa hao waliamuliwa kuchimba shimo kubwa bila kujua kuwa shimo hilo ndilo litakalokuwa kaburi lao. Ilipofika siku ya kutekeleza hukumu hiyo, walinyongwa kwa zamu kwa siku 2. Maiti 66 waliwekwa kwenye kaburi hilo, walizikwa kwa pamoja. Nduna Songea Mbano walimwachia ili aweze kuwasaidia kufikisha malengo yao kwa wananchi, kwa kuwa walimwamini kuwa yeye ni kiongozi jasiri na anayependwa na watu wake na kusikilizwa. Tangu siku hiyo alipoachiwa huru bila kunyongwa, Mbano aliwasumbua Wajerumani kwa kuwashinikiza wamnyonge kama walivyowafanyia ndugu zake, kwa maelezo kwamba haoni sababu ya yeye kuishi wakati wenzake wamekufa. Mbano anawaeleza Wajerumani kuwa kama hawataki kumnyonga, hataki kula wala kunywa chochote mpaka afe. Wajerumani walisikiliza hoja za Mbano, wakaamua kumnyonga na kumzika katika kaburi la peke yake, wakiamini kuwa ni mtu wa pekee mwenye ushujaa, uamuzi wa uthubutu na msimamo usioyumbayumba. Walimwenzi kwa kubadili jina la mji wa Ndonde na kuita jina la Songea. Hadi sasa mji huo unafahamika hivyo, ukiwa na hazina kubwa ya historia ya utalii wa kitamaduni.
Kila mmoja wetu hana budi kujiuliza ni mafundisho gani unaweza kuyapata katika historia ya nchi yetu na mchango mkubwa aliotoa Nduna Songea Mbano. Kizazi cha sasa kinapaswa kujiuliza kama kina moyo wa ushujaa kama wa Mbano, uzalendo na heshima na usawa kama ilivyokuwa kwa mababu zetu. Tanzania ni nchi yetu. Kila mmoja atimize wajibu kwa kuwa mzalendo ili kizazi cha sasa na vijavyo vifaidi matunda ya uhuru.